Karibu Mkongwe Farm. Watu wengi wamekuwa wakipata changamoto ya kupata vifaranga wachache. Wanashindwa kupata vifaranga wengi kwa pamoja, hasa wanapokuwa wanafuga kuku machotara au wanapokuwa wanafuga kuku wa piwa kienyeji. Unakuta vifaranga wanaanguliwa watano, kuku mwingine anakaa wiki mbili anaangua watano. Ukisema ununue chanjo 10,000, 10,000 na ngapi kwa kuku vifaranga watano, gharama inakuwa ni kubwa na pia mradi wako unadidimia, unashindwa kukua kwa haraka. Sasa kwenye video ya leo nitaenda kukufundisha mbinu unazoweza kutumia kuku wako wa kienyeji au machotara waweze kukupa vifaranga wengi kwa wakati mmoja, ili uweze kukuza mtaji wako kwa haraka na pia uweze kupunguza gharama za madawa na chanjo, kwani ukihudumia vifaranga wengi hata ukinunua dawa kwa gharama kidogo inakuwa haikumizi, kwa sababu idadi ya vifaranga inakuwa ni kubwa. Kwa ukitumia mbinu yetu hii utaweza kupata vifaranga wengi na kwa muda mfupi, na mradi wako utakuwa haraka kwa muda mfupi. Wow! Naona baraka ya asubuhi tayari. Yai bora kabisa hizi. Mayai ya kwanza haya. Sawa. Sasa cha kwanza cha kujifunza. Hii huwa mimi video zangu nasema ni black and white, na kuambia ukweli uhalisia jinsi ulivyo. Kuku machotara au kuku wa kienyeji wanapoanza kutaga, huwa hawaanzi kutaga wote kwa pamoja. Huwa wanakuwa na interval. Sawa, kuna mwingine atataga labda ataanza wiki moja, mwingine atakaa wiki moja, ataanza mwingine wiki mbili. Huwa hawaanzi kote kwa pamoja kwamba labda wamekuwa hivi wote alafu baada ya siku moja waanze kutaga wote. Huwa haiwagi hivyo. Huwa unaanza kuokota yai moja moja kama haya unavyoona, moja moja, mawili, matatu, inaenda ikichanganya polepole. Sasa mbinu hii inafanya kazi kwenye namna tatu. Namna ya kwanza, ikiwa kuku wako ndio umeanza kuokota yai moja moja, unakota moja leo, kesho mawili, na una kuku angalau wengi kama watano, mitetea watano na kuendelea, basi yai moja hilo kula. Sawa, yai moja kula. Hamna namna utaweza kulisubirizisha, kwa sababu yai la kienyeji au chotara ambalo lina mbegu huwa ndani ya siku 7 lisipoanza kulaliwa tayari haliwezi kukupa possibility ya kupata kifaranga mwenye afya na kutotolewa kwa urahisi. Kwa hiyo kula. Alafu sasa itakapofika level kuku wako wameanza kukupa angalau mayai 3 kwa siku, una kuku labda watano unapata mayai 3, au kuku 6 unapata mayai 3. Kwa mfano sisi tunamtetea hapa wasiopungua 20. Inapofika mahali sasa tunaanza kupata mayai 5 kwa siku. Sawa, mayai 5 kwa siku. Hapo sasa ndo tunaanza mpango wetu wa kupata vifaranga vingi. Sasa utaratibu uko hivi. Kwenye namna hii ya kupata vifaranga vingi, lazima usacrifice mayai kulingana na idadi ya kuku unaotaka walalie. Mfano mimi na mitetea 21, 22, kama 21, 22 sasa hivi. Sawa? Mitetea hii nikianza kupata mayai 5, nitakuwa nataka kuku 5 tu ndio walalie kwa wakati mmoja. Sasa namna ya kufanya, kwa sababu kuku hawa wakilalia kwa wakati mmoja, tafsiri yake wataangua kwa wakati mmoja. Kwa wakati mmoja nitapata vifaranga vingi. Sasa nitakachokifanya, nitachukua mayai 5 kwa wale kuku 5. Wanavyokuwa wanataga yale mayai na yatoa. Akianza kuku mmoja anataka kulalia, nachukua yai moja na mwekea, naliweka alama, nalichora alama na penseli. Ili yai kwenye kasha lake unaweza kuweka alama na penseli. Unaliandika kabisa na penseli yai moja. Akianza kuku wa pili kutaka kulalia, na mwacha na hiyo yai moja. Akianza kuku wa pili anataka kulalia tena, nachukua yai lingine limoja kama hili, nalichora alama na penseli na mwekea. Akija kuku wa tatu anataka kulalia, nachora yai moja na penseli tena na mwekea. Hapo kumbuka inawezekana ndani ya wiki 3 mpaka 4, hawawezi anza kwa mkupuo. Akifika kuku wa 4 yai moja, kuku wa 5 yai moja. Kwa kawaida kuku hawezi kutoka kwenye kiota chake mpaka yai lianguliwe. Kwa unachokifanya, baada ya ndani ya mwezi unaweza kupata mitetea 5 ambao tayari wanataka kuangua. Sasa unachukua mayai ambayo ni mapya, ambayo hayajazidi siku 7 kwa kuku wengine ambao wanaendelea kutaga.
unayakusanya ndani. Kama ni 5 unayakusanya ndani, kama ni 6 unayakusanya, yanakuwa mengi. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitachukua wale kuku, ile yai moja moja nilokuwa nimewaekea nitalitoa, alafu nitawaekea mayai mapya sasa ambayo nimeyakusanya kwa kuku wengine. Nitawapa mayai 10 au 12 wote kulingana na umbo la kuku. Kwa mfano kuku mwenye umbo kama hili, huyu mtetea, huyu mkubwa huyu, hata ukimwekea mayai 15 ana uwezo wa kuyatamia yote, kwa sababu ana mwili mkubwa na ana manyoya pia mengi. Kwa hiyo nitakachokifanya, naanza kuwekea kwa pamoja sasa. Nawekea kama ni mayai 12 nawekea kwa pamoja wote 12. Hapo nitakuwa nimeweka jumla mayai 60. Sasa ndio maana tunasema usubiri wachanganye, kwa sababu hayo mayai 60 kama kuku wako hawajachanganya, huwezi kuyapata kwa ndani ya siku 7. Ni ngumu. Sawa Kwa hiyo unatakiwa usubiri kuku wako waanze angalau kuchanganya, unapata mayai 5, 6, 7 kwa siku. Kama una kuku wengi kama mimi, kuku 22 mitetea, wakishafika kutaga mayai 6, 7, 5 unapata kwa siku, ndani ya siku 7 kukusanya mayai 60 unaweza. Sawa Unaweza. Kwa hiyo unachukua, kama unakusanya mayai machache, basi unalalishia wachache. Unachokifanya, unawapa kwa wakati mmoja, unawaacha. Sasa wale kuku watalala, wataanza kulalia, kwa sababu wote wameanza siku moja. Tafsiri yake wataangua wiki moja wote. Wakishaangua, vifaranga vikiwa bado ni vidogo na unataka vipate joto la mama yao, unachokifanya, unachukua kifaranga kimoja, unamjaribishia kila mama mmoja. Kama kuku wako hujui namna wanavyolea vifaranga, unachukua unamwekea mmoja, akikidonoa unatoa unamwekea mwingine. Yule ambaye ukimwekea kifaranga kipya unaona akidonoi, huyo ndio unamwagia mzigo wa vifaranga wote ale. Wale wengine unachokifanya, kabla hawajamaliza, yani ile siku wanamaliza kuangua mayai, hicho kitu mimi nimeshawahi kufanya sana. Ile siku wanamaliza kuangua mayai, unawaekea mayai awamu ya pili papo kabla hawajatoka kwenye viota. Ukimfanyia kuku hivyo, huwa anaendelea kulalia. Lakini angalizo, usifanye zaidi ya mara 2. Yani aliangua mara kwanza, ukimwekea mara pili, akishamaliza mara pili mtoe, kwa sababu atakuwa amepungua mwili sana. Lakini hakikisha sehemu wanaolalia umepafunga, unawekea chakula chao special na maji yao, ili wale vizuri washibe. Kwa hiyo yule kuku mmoja akitoka, wale watarudi kulalia ukiwarudishia mayai kabla hawajatoka na vifaranga. Kwa ile siku wanaangua, kazi yako ni kunyang'anya vifaranga. Unanyang'anya unampa mmoja yule ambao having'ati. Alafu unawarudishia mayai. Ukimnyang'anya faranga unamrudishia mayai. Kuku anabaki pale, huwa hatoki. Hiyo nawaambia ni kwa uzoefu, sio kwa kubahatisha. Kwa hiyo baada ya tena siku 21, wale wanne tena wataangua tena. Kwa mfano kama ile mayai 12 mara kwanza wakaangua 10, ndani ya siku 21 utapata vifaranga kama 50. Ukirudisha tena 12 baada ya siku 21 tena utapata vifaranga vingine 40 kwa wale kuku wanne. Hapo unawapumzisha hao. Kwa hiyo utaona ndani ya mwezi mmoja utakusanya vifaranga vingi kwa muda mfupi. Hapo sasa utaweza kuvilelea kwa urahisi. Na angalizo, hakikisha kama ni kuku wa kienyeji, angalau unamwachia mama mmoja wa kuwasaidia kwa donelea chakula, kuchafura, ili angalau awalea, hawape kajoto, lakini unamsaidia pia na taa. Tutaandaa video nyingine kwa ajili ya namna makuzi ya vifaranga, lakini mbinu hii itakusaidia, utapata vifaranga wengi kwa wakati mmoja. Usisahau ile step ya kwanza, hakikisha kuku wako ameanza kuchanganya kutaga. Kabla hajaanza kuchanganya kutaga, ni yai moja tu unaokota hilo kula, kwa sababu ndani ya zile siku 7 utaweza kukusanya idadi ya mayai ambayo unahitaji. Ukitumia mbinu hiyo vizuri kama nilivyokuelekeza, una uwezo wa kuwageuza kuku wako wakawa mashine ya kuangua vifaranga. Lakini hakikisha unahudumia vizuri na chakula unawapa cha kutosha, ili wasije wakakongoroka mwili pale unaporudishia mayai mara ya pili. Karibu Mkongwe Farm. Pia tuna YouTube, tuna WhatsApp group la kawaida na VIP ambalo tunatoa mafunzo. Na pia kama wewe ni mfugaji na una kuku wako unataka utafute masoko, karibu, kwa sababu sisi kwenye group letu sisi kama Mkongwe Farm tunapokea oda nyingi sana za kuku. Hatuna uwezo kutosheleza soko. Kwa hiyo unapokuwa wewe ni mfugaji, ingia kwenye group letu, tukipokea oda tutakuforwardia, tutakuunganisha na mteja. Utapatana na mteja, utapata na wewe soko. Kwa hiyo kwenye group letu tunawasaidia tukupata elimu pia na kupata soko. Karibu Mkongwe Farm. Comment hapo chini, nitakutumia namba ya WhatsApp.
utanifuata, nitakupa linki, utajiunga. Tuna group la bure na tuna group la VIP ambalo ni shilingi 3000 tu kwa mwezi. Karibu Mkongwe Farm.